Sisi wote tunapenda niongelea about our nation Kenya, na hapo ndio tumezaliwa, tumelelewa na tunaelewa sana mambo. Huwa najiuliza maswali. For example, last general election 2022 nilikuwa nafanya my interviews, wave ya Ruto wetu, our president, ilikuwa kali sana. Tulikuwa naifeel. So huwa nilikuwa napata na watu na wauliza, mbona unataka kupigia Ruto, unamsupport? Unaona ya kwamba watu hawana sababu why, mbona unasupport Kenya Kwanza but not Azimio? Mbona unasupport Azimio but sio Kenya Kwanza? Na unapata ya kwamba watu hata ile manifesto ya hiyo kikundi ambao wanasupport, even one manifesto hawajui. So, and to my surprise, wakati wa election, wakati tunaenda kupiga sasa kura, watu ambao walikuwa wanaimba sana Ruto, Raila, hawakwenda kupiga kura. Some of them, nilikuwa nawapata, umepiga kura nini? Wanasema, sikumake. So, anyway, now, Ruto amepewa nafasi, alipenda na watu, akashinda. But now, shida ni hii, pia najiuliza sasa, after like 2 years, mbona watu wameanza kuimba Ruto one term? So ningependa wewe na pia uanze kufanya research. Wala watu ambao wanaimba one term, enda utafuta watu 10, waulize why unasema one term. 10 people, only just 10 people. Maybe uenda kwa wala ukipanda bodaboda umuulize, ukienda kwa basi umuulize, your neighbors, your friends, your family members, uulize why are you singing about Ruto one term? Amefanya nini mbaya? Ni kwa sababu gani umpendi ama utaki aendelee for maybe 10 years according to after 2027? Utapata ya kwamba hakuna watu 99.9% hawana sababu. Nikawave tu kwa mekuja na wanasiasa ama watu ambao hawapendi, maybe hawapendi Ruto kwa sababu zao. Utapata ya kwamba wengi hawana sababu. Mbali nataka tu only 2 reasons mbona unasema Ruto one term. Sincerely speaking, utapata ya kwamba mtu ana sababu. I know Ruto is perfect, na hakuna perfect president ambao tutapata. I want to assure you that one. Ambaye atakuwa 100% perfect, ama atafanya vile vitu ambao unataka, hakuna. Because there are so many factors. Kuna vitu mingi zina happen in the government. But kitu naweza sema ya kwamba our president amejaribu na anaendelea kujaribu. So for these remaining years, I know and I believe, because he's a hard-working man, he's going to perform, he's going to deliver. It can't be 100%, but I know he's going to deliver. So, Kenya tunastahili to change mind. Na sababu ambayo inafanya watu wanaimba one term ni kwa sababu watu hawana information. Vile ambavyo serikali inaendeshwa, sile vitu ambavyo serikali inafanya, unapata ya kwamba watu hawana information. For example, kuna watu wanataka Ruto afanye vitu za county government. Kuna watu ambao wanataka the governor afanye vitu za national government. So people are not informed. So it's high time we start telling people the truth. The government is doing this and this. The government is planning to do this and this, because watu wa ground are all informed. Na wave kama hiyo kikuja, unapata ya kwamba kuna watu wanabeba tuna hiyo wave one term. Okay? Na hawa ni viongozi ambao
wako na issues zao, you know. Alright, so wale viongozi ambao wanasapoti serikali na wale wananchi ambao wanapenda Kenya, ni vizuri tuambie Wakenya ya kwamba kuna vitu vizuri. Yes, mambo si mazuri sana, but kuna vitu vizuri ambavyo vinaendelea kwa nchi yetu ya Kenya ambavyo tunastahili ku-appreciate. Alright? But sasa hatuwezi kufanya campaign from January to January. It's not good. The president to inform the nation this is what is going on. The deputy president should inform the nation this is what is going on. The members of parliament, they should inform people that this is what is going on. But now unapata kwamba kuna sarakazi hapa na pale, watu wameanza campaigns here and there. We are not going, hatuendi kwa direction mzuri, sio direction mzuri ambao tunaenda, na tusikubali vijana wetu wakaweze kutumikwa kwa siasa mbaya. Ukisema Ruto one term, huyu ni rais ambao kwa ofisi, tupe sababu ambazo unasema aende one term. Na wewe hizo sababu na wewe tuambie mbona unataka kuingia pale. Mtu anakuambia one term, but yes, one term. After that, unataka kuingia, so what? After umeingia unafanya Wakenya nini? So go, if you want to compete in 2027, go and write your manifesto. Represent your manifesto to people. You know, watu wasome your manifesto yako, waseme this one, number 1 squared, number 2 is good. Na Ruto akipenda kuingia pia second term, na yeye atuambia kwamba the manifesto I had in the previous years I did 1 2 3 4 5, and then tukue na marking scheme, tuseme wewe umepita, wewe tunakusupport. But for now it's high time we start informing people that our nation is doing well in this and this, and the nation is not doing well in this and this. And now tukue na dialogue. Like the young people, they should tell the president this is what we are supposed to do. The religious leaders, they should tell the president this is what we are supposed to do. Alright, but now campaigns causing chaos in towns and cities when other nations are focusing on how to build their own nation. Watu wengine wana focus tunaweza jenga nchi namna gani, tunaweza kuwa na amani namna gani, tunaweza kuwa na unit kwa njia gani. Past ukimba one term from January to January, haisaidii. Watu wanalipa shilingi 1,000 ama 500 ama 200 waambie one term. Hiyo pesa haiwezi kuwasaidia. Alright, so mimi naweza sema ya kwamba kuna vitu vizuri ambavyo serikali imefanya na itaendelea kufanya. So kwa hii miaka ambayo tumebakisha, wacha tuone what the president is doing. Alright, and tutakie pale mbele, tutaona pale mbele, but our campaigns is not good, sio kitu kizuri. Okay, so enda ufanye huko sasa. Nimekuambia tafuta watu 10 wala ambao wanaomba one term, uulize give me 2 or 3 reasons why. Utapata ya kwamba watu hawana kabisa, hawana sababu. Alright, let us support our nation, let us support the government, and we pray for them. We give them the hand they need for them to progress and to deliver what they promised to Kenyans. So wale ambao wanafeel wako na hiyo weight ya kucompete, 2027 is there. Alright, just write what you need to do for the nation. Si kuimba one term. Well, see you.